Mapenzi kwako yana thamani gani yani kwa sasa? Kwa sasa nilivyokuwa na huyu binti nimejifunza mengi. Nimejifunza kwamba communication is the key. Ili neno, hii sentence statement waga tunaitumia kama kitu fulani hivi cha kawaida sana. Wanadhani ni maswala. Wengi wanadhani, hata mimi nilikuwa nadhani ni simu tu. Hujampigia tangu asubuhi, sio communication hiyo. Mahusiano mengi yanakufa kwa sababu watu hawa communicate vizuri. Express your needs. Express what you want. Unataka nini kwenye maisha, kwenye pesa, kwenye malavidavi, yale mambo yale, spiritually, kwenye yani nyanja nyingi sana. Y'all need to communicate on that. Okay. Kwa hiyo mwanzoni I was holding back kwa sababu labda ya trauma ambazo ninazo from the past, lakini baadaye slowly najifunza jinsi ya communicate, tuna share pains, namwambia hiki, baadaye namwambia hiki. Kwa ile inanisaidia mimi kwanza, kama nina stress ya nyuma huko, matrauma yanalainika. Najifunza kupenda tena vizuri sana. Kwa hiyo amenisaidia sana. Yeah. Unaweza kumueleza ni kiasi gani amekusaidia, kiasi gani una appreciate na yeye kueleze as well? Sasa nasikia mpenzi. Kwanza umenisaidia sana, nataka ulitambue hilo. Sawa mpenzi. Si umeona hata wewe unanenepa? Unaona? Ya alikuwa anakamulika yake fulani mashallah, ila sasa hivi kumwambia mwanamke ananenepa so sawa. No, ana mwambie ana glow. Ana glow. Ana nuru. Ndio lugha hiyo. Okay. Kumwambia mwanamke ananenepa una offense ile. Mimi kila siku namwambia umeona ulivyo? Mimi ndo napenda. Unajua sisi naturally skinny guys tunapenda plus size women. Mara nyingi. Of course akiwa skinny it's okay kwa sababu nampenda yeye, lakini akiwa plus size hivi namwambiaga pia, anasema hapana, naenda gym. Kwa hiyo I appreciate you the way you are. I just want you to know that umenisaidia sana emotionally kwenye kazi, emotionally kwenye kazi, kwenye stress zangu nyingi, na nikwambie tu ndoa ipo. Ndoa ipo. Amen. Na watoto watakuja. Najua watoto watakuwa weupe kama wewe. Wanaka uzungu fulani hivi, of course ametokana na wazungu, kwa hiyo lazima atakuwa mzuri, wa kike, tumuiteje sijui. Amen. Yeah, amen. Kwa hiyo najiona mbali kama Jay-Z and Beyonce. Sio tu kwenye ndoa hivi, lakini pia kila mtu awe na empire yake ya business. Kila mtu akue kivyake, lakini we are together as a family. Yeah, I prophesize that. Unaweza ukamwambia kiasi gani unampenda labda, na ukamwambia unampenda ukammalizia na lile busu? Nitaka niende mbali kwenye Biblia ila nisije nikakufuru. Pendo la agape unajua. Lakini mimi sitoingia deep kwenye kuonyesha hivyo, lakini nikwambie tu kwamba no matter what happens, I understand you. Because you've understood me better. Yeah. Now give me a kiss, baby. Yeah, please. Before I choke you on your neck. Can we get a kiss? Wanasemaga kiss her. Yeah. Si hatari sana. Hatari eh? Hongereni sana jamani. Asante sana. Such a lovely couple. Thank you very much. Kazi ikoje sasa hivi? Is there any new project on the table? So ili penzi letu lime glow sana penzi letu kiasi kwamba sasa tunataka tuwaonyeshe watu bits za maisha yetu yanaendaje. Kwa hiyo tuna project inaitwa After Work. Yeah, ambapo mimi nikitoka kazini na yeye ametoka kazini kwake, maisha yetu kidogo, sio yote, kidogo yanakuaje tukiwa tumefika nyumbani pale jioni. Kwa hiyo it's going to be a weekly series on YouTube and social media nyingine. Kwa hiyo mtaona najua watu kama reality show hivi fulani. It's a reality show. Nice. Mko mtaiweka kwenye TV au itakuwa kwenye YouTube? YouTube channel tutafungua moja. Ya kwanza, episode ya kwanza niliposti kwenye YouTube channel yangu Lawson Leonardo, lakini itaenda pia Facebook, TikTok, Instagram. Yeah, After Work, baada ya kazi. Unahisi kwa nini artists right now wana invest zaidi katika digital platforms kuliko kuingia contract na television?
Watu wengi sio wote, wengi hawana muda sana na television, hasa wa mjini. Muda mwingi wana simu kiganjani hapa, kwa hiyo it's easy kuona kapostiki anaondoka na mwangalia mwingine lakini kwenye TV kipindi nusu saa, labda baada ya nusu saa aje mwingine, so kidogo afu pia muda mwingi nyumbani, mtu akirudi nyumbani amechoka, kwa hiyo bora afanye hivi, amelaza kichwa baadaye alale. Kwa ni rahisi mtu akiinvest kwenye social media akapata engagement zaidi, lakini power ya TV ipo pale pale. Yes. Mimi na evidence, nilikuwa nikiposti series labda TV fulani, na audience inaongezeka kubwa zaidi, kwa power yake ipo pale pale.